fact nikimaliza sasa ni kumuita gavana aseme dakika moja, bado nitakuita Kang'ata, tulia. Wewe hujawacha wasiwasi na unajua tulikuwa na huyu Kang'ata Your Excellency pale Senate na alituchenga chenga wakati ule tulikuwa tuna ile maneno. Nasemekana wakati alikuwa anafanya introduction, Senator Mundigi, ukifanya introduction inua mkono, huyo ni Senator wa Embu. Asante, recognize pia kwa kuja hapa. Niseme tu yangu kwa dakika moja. Ya kwanza ni kumpa pongezi maito wetu Mama Sabina. Nikupatie pongezi sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Unajua ile filamu ambayo imetuonesha roho yako ilivyo. Ulituambia hii kazi ulianza kabla uwe bunge, na pia sasa hauko kwa bunge na unaendelea na hii kazi. Hiyo inatuonesha kazi hii ambayo unafanya haitani chochote na siasa. Ni kitu unafanya kutoka kwa moyo wako. Kwa hivyo sisi tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kukubariki, ushikilie watoto na wale ambao wasiojiweza. Mwenyezi Mungu akuinue zaidi na akupe mahali pengi ambapo utatoa usaidizi wale unazidi kupatia wananchi wetu. Ya pili ni kushukuru pia kwa chama ambayo naongoza, chama yetu ya Jubilee. Mimi nimpatie naibu wa rais ripoti kwamba Mheshimiwa Sabina Chege pale Senate ako na senators 5. Na hakuna mswada hata moja ambaye wewe naibu wa rais umenipatia ukisema pitisheni hii pale Senate ambaye wametupinga. Wanatushikilia na ndio sababu mambo yetu inaenda vizuri. Mipango ya ile yote, mambo ya universal healthcare and all the government programs ambaye ametupatia, chama chetu cha Jubilee wametusupport vizuri. Na huo ni chini ya uongozi wa dada wetu Sabina Chege. Kwa hiyo ninakushukuru na ninasema tuzidi kufanya kazi pamoja. Your Excellency, mimi nitaomba jambo moja peke yake. Hapa Kigumo, mimi nimeona hawa ni wakulima wa chai kama vile wale mimi nawakilisha kule kwetu Kericho. Na viongozi wengi wamezungumza, Mheshimiwa Munyoro amezungumza na wengi kuhusu challenges zile sisi tunapitia kama wakulima wa chai. Unajua Your Excellency, kwa sababu wakulima wa chai wanajulikana, wanapata mapato, watu wengi wamefikiri bado tuko na pesa mingi, mpaka saa nyingine sisi kama wakulima wa chai kidogo tunajihisi tumesahaulika. Mimi najua rais amekupatia kazi ambayo wewe unawezana nayo vizuri, na tunakupatia pongezi kwa vile unashughulikia mambo ya wakulima. Kwa hii mambo ya chai, Your Excellency, mimi nataka nikuombe mambo mawili. Wakati mnafanya distribution na ile mpango ya maneno ya fertilizer, sisi 90% ya chai yetu inapitia katika ile kampuni ya KTDA na factories wakulima wamejipanga. Mara nyingi KTDA hata sasa tunapozungumza wana order fertilizer just at the same time nyinyi kama sisi kama serikali kuu tunaweka order ya fertilizer. Ingekuwa ni vizuri kama tungeweka order moja kama serikali ya Kenya, ili wakati mkulima wa mahindi, wa kahawa na mambo ile ananunua fertilizer kwa 2,000, hata sisi pia wakulima wa chai tuweze kununua fertilizer yetu kwa 2,000 pia kama wananchi wote. Ya pili, Your Excellency, kuhusu maneno hiyo ya chai, nikuambie kwamba nyinyi wananchi mmesikia tukizungumza kuhusu maneno ya majudges ambao wanatusumbua na wanatufanyia ukora sisi kama wananchi wa Kenya. Pale 2020, Your Excellency, tulipitisha sheria ya majani chai, na mimi mwenyewe ninapozungumza hapa mbele ndio nilikuwa sponsor wa ile bill. Kuna judges ambao baada ya bunge imefanya kazi yake walipeana orders ex parte. Yani ex parte wananchi ni kusema mtu tu alitembea kotini, hata watu wengine wote wakuulizwa, na wakapatiana orders against hiyo sheria na clauses ambazo zingebenefit sana hawa wananchi wa chai, kuangalia kwamba brokers kuna kiasi fulani wawezi kukata pesa ya wakulima 3 years plus down the line. Judge amepatiana orders ex parte, na hiyo kesi hakuna siku tunaambiwa itasikilizwa na hatujui itakuwaje. Wakulima wanazidi kusikia vibaya sana. Na ndio maana siku ile ulikuwa umesema karibu unapeleka list ya judge wale wanatusumbua. Tulikuwa tunataka tukuongezee majina ya hao judges ambao wana frustrate wakulima wa majani chai. Lakini naona ni kama ulisema waje muongee kidogo. Na bahati mbaya sasa ile tunazidi kuongea, mimi naona wanasimamisha tena mipango ya serikali. Mimi naona afadhali hii mambo ya mazungumzo uache. Wewe peleka tu ile kesi ulikuwa umesema, ambaye huyo judge ambaye anasumbua, ili ukweli ijulikane na mambo yote iweze kusimamia. Serikali ikija na mipango, sio vizuri judge kusimamisha. Umesikia hata juzi mimi nimeona mmetoa mpango mzuri ya kusema
mnataka kujua kama serikali fees ile wazazi wanalipa itakuwa shilingi ngapi. Wakasema waweke kwa bill moja, account bado ni ya shule. Imagine jaji anaenda anasimamisha, anasema haitaki julikane, yet wazazi wanalipishwa pesa mingi zaidi sana. Kwa hivyo Your Excellency, mimi nataka nikuombe tafadhali, kaa ngumu kwa hii mambo, simama na upatiane haki ya kweli. Ya mwisho ni kushukuru na nikuambie kama viongozi wote wa Kenya Kwanza, sisi tuko nyuma yako, tunakusupport na tutasimama na wewe vile umezidi kusimama na sisi. Asante kwa ile uongozi ambayo unatupatia. Asante sana Your Excellency. Mwenyezi Mungu akupe nguvu na akuongoze unapomsaidia rais wetu kusongesha nchi yetu mbele. Kwa hayo mengi na machache, mruhusu sasa nimuite rafiki yangu governor wa eneo hili la Murang'a, Senator Irungu Kang'ata.